Haleluya, karibu tena kwenye kipindi cha leo. Ninakukaribisha kwa bashasha na kwa shauku kubwa unaposikiza mafundisho haya, ukutane na Mungu kwenye maisha yako na neno hili likuhudumie, likutoe mahali pamoja kukupeleka mahali pengine. Naamini kwamba Yesu yuko mahali hapa kwa ajili ya kutuhudumia mimi na wewe kupitia mafundisho haya. Mimi ni Mwalimu Emmanuel Mukonga wa huduma ya Rehoboth Ministry Tanzania, ambayo ipo hapa Tanzania, na Mungu ametupa neema na maono haya kwa huduma hii kwa ajili ya mafundisho ya Mungu. Na tunatoa huduma hizi za kiroho katika mitandao ya kijamii, mitandao ya Facebook, mitandao ya Twitter, mitandao ya Instagram pamoja na YouTube. Andika kote Mwalimu Emmanuel Mukonga, utakuwa umefika moja kwa moja kwenye mafundisho haya na utaanza kubarika na mafundisho haya. Mungu akubariki sana ambaye unaendelea kuwa sehemu ya huduma hii kwa kusupport, kwa maoni yako, kwa chochote ambacho Mungu anakupa kusupport. Mungu akuendelea kukuzidisha. Ninakushukuru sana kuwa unaendelea kufuatia mafundisho haya. Kabla sienda mbele, naomba niombe. Bwana Yesu, katika mahali pa juu palipoinuka, ninakualika siku ya leo, ikiwa umenipa kibali cha kusoma ya watoto wako wa wazuri namna hii. Asante na Mungu, ninyenyekeza na kushuka chini yako. Nahitaji Bwana sasa nitumie kama chombo chako. Ninaposema neno la uzima kuwakilisha mbele ya watoto wako Bwana. Neno Bwana likawe ni afya na nguvu kwenye maisha yao. Likawatoe hatua moja kupeleka hatua nyingine Bwana. Ukawasaidie, ukaimarisha miguu yao Bwana, ikawe na nguvu katika ulimwengu wa roho. Wakaweze kupita vilindi na vilindi Bwana, wasizame. Imani zao zikaongezeke na kukua. Neno hili Bwana utakapolichukua na kuleta kwenye matendo Bwana, likawapatie matokeo katika jina la Yesu Kristo hai. Nami nakamata ulimwengu wa roho na kuutiisha saa hii Bwana. Taka uwezo wako na nguvu zako zidhihirike mahali hapa. Mawimbi na kila namna na vurugu zote na zipinga kwa jina la Yesu Kristo hai. Maana imeandikwa, mpingeni shetani akimbia, bali mkaribini Mungu na atakaribia. Na kualika saa hii Mungu wangu kwa pamoja nasi katika jina la Yesu Kristo hai. Amen. Okay? Somo letu la leo linasema ni mfumo wa uzazi katika ulimwengu wa roho. Mfumo wa uzazi katika ulimwengu wa roho. Tungekuwa duniani tungesema mfumo wa uzazi katika ulimwengu wa mwili, ambao tungesema ni human reproductive system. Lakini katika ulimwengu wa roho tunasema ni spiritual reproductive system. Unapoona mifumo ya kimwili yote, mifumo yote, system zote za kimwili, zote za kidunia zilianzia katika ulimwengu wa roho. Mungu ndio Mungu ndio tuseme sio ni mtu nisemeje, ndio wa kwanza kuanzisha mifumo. Ndio wa kwanza mifumo. Mifumo yote tunaiona. Sasa moja ya mifumo ambayo Mungu alianza kuianzisha ni mfumo wa uzazi. Mfumo wa uzazi. Kwa hiyo alipo-declare katika ulimwengu wa mwili, tayari Mungu alikuwa ameshauanzisha katika ulimwengu wa roho mfumo wa uzazi. Na utajuaje Mungu alikuwa ameshauanzisha mfumo wa uzazi katika ulimwengu wa roho? Utagundua baada ya Adamu na Hawa kuwa wamekula tunda. Mungu anawaambia Adamu na Hawa, kabla hawajala tunda Adamu na Hawa, moja ya kitu ambacho Mungu aliwaambia Musa na Edeni kwamba zaeni mkafanye, zaeni muongezeke na mkajaze nchi, mkatawale vitu vyote vya angani, vitu vyote vya baharini, mkavitishe. Mungu aliwapa baraka kama hizo wa Adamu na Hawa. Moja ya baraka aliwapa, akawabarikia akasema zaeni mkaongezeke. Nini? Walikuwa hawajui uzazi ukoje. Adamu na Hawa walikuwa hawajui uzazi ukoje. Adamu na Hawa walikuwa hawajui mtoto anazaliwaje. Adamu na Hawa walikuwa hawajui mimba inakaa miezi mingapi. Walikuwa wafahamu, ni mara ya kwanza kwenye maisha yao. Sasa lakini katika ulimwengu wa roho ilikuwa imesharatibiwa kamili kwamba itakuwaje. Nini maana ya mfumo? Mfumo ni utaratibu kamili ambao unaonesha hatua mpaka hatua ili kupatikana kitu fulani. Mfumo ni utaratibu kamili ambao unaonesha hatua ili kupatikana kitu fulani. Wakati Mungu anamwambia Adamu na Hawa, zaeni mkaongezeke, walikuwa hawajui kitu chochote kuhusiana na uzazi, kuhusiana na leba, kuhusiana na uchungu, kuhusiana na mtoto anakuaje, walikuwa hawajui. Lakini kwa sababu mfumo katika ulimwengu wa roho ulikuwa umeshajua tayari, wao walikuwa wanapita. Maana nyingine nasema nini? Mfumo ni kama ramani. Mfumo ni kama ramani ambayo inamuonesha mtu apite wapi kufikia kwenye anakotaka kwenda. Kwa hiyo mfumo wa uzazi katika ulimwengu wa roho maana yake ni kama ramani ya uzazi. Ramani ya uzazi. Sasa kwa nini muhimu Roho Mtakatifu analeta hili somo kwetu ili tujue kwamba uzazi ni mfumo. Kama walivyo uzazi katika ulimwengu wa mwili ni mfumo. Mfumo wanakutana na baba na mama, wanakutanisha mbegu zinatungisha mimba inakaa miezi 9, baadaye mtoto anazaliwa, anakuwa anakuja kuanda hivyo.
mpaka naye anazaa wengine mpaka wengine. Ndivyo katika ulimwengu wa roho kuna mfumo wa uzazi ambao kazi yake ni kuzalisha vitu katika ulimwengu wa roho. Kama ambavyo mfumo wa ulimwengu wa mwili ni kuzalisha vitu katika ulimwengu wa roho, basi mfumo wa uzazi pia una tabia kuzalisha vitu katika ulimwengu wa roho. So wanasema mfumo wa uzazi katika ulimwengu wa roho. Nini maana yake? Iko mifumo mingi inayofanya kazi katika ulimwengu wa roho, kiachana na ile ya ulimwengu wa mwili. Moja ya mifumo hiyo ni huu mfumo wa uzazi. Kwa nini mfumo wa uzazi ni muhimu? Unaweza ukajiuliza. Kwa nini mfumo wa uzazi ni muhimu? Ni muhimu kwa ajili ya maongezeko na utunzaji wa mbegu. Kwa maana nyingine, uzazi unasababisha kuongezeka kidadi, pia kutunza mbegu. Mfumo wa uzazi ni muhimu kwa sababu unasaidia kuongezeka, unasaidia kuongezeka. Tukisema katika ulimwengu wa mwili tunapokuwa tumezaa, tumeongezeka, tulikuwa mke na mume, sasa kampaka mtu tumekuwa watatu. Kwa hiyo mfumo wa uzazi unasaidia kuongezeka kidadi, lakini pia unasaidia kutunza mbegu. Unasaidia kutunza mbegu. Tunaposema kwa mfano leo kuna miti ya miembe. Ungekuwa hakuna mbegu za miti ya miembe, miaka yote imeshapita tangu Mungu kuumba miembe, ni billions of miaka mingi, lakini mpaka leo kuna miti ya maembe naendelea kuwepo. Kwa nini? Kwa sababu kuna mbegu ya mti wa mwembe. Kuna mbegu ya mti wa mwembe. Kwa nini? Kumbe moja ya faida ya uzazi unatunza mbegu. Kwa nini mfumo wa uzazi? Kwa sababu unatunza mbegu. Ili kizazi kiendelee kuwepo, ili mambo yaendelee kuwepo kama ilivyokuwa, lazima kuwa na mfumo wa uzazi. Oh my God. Sikilize. Ili taasisi iendelee kuwa kama ilivyokuwa mwanzo, iendelee kuwa bora kama ilivyokuwa bora, lazima kuwe na mfumo wa uzazi thabiti. Ili maisha ya mtu yaendelee kuwa bora kama yalivyokuwa mwanzo, lazima kuwe na mfumo wa uzazi thabiti. Sasa nazungumzia kitu gani hapa? Si tu uzazi wa kuzaa mtu au si tu uzazi wa kuingia reba, no. Nazungumzia uzazi wa kila kitu, uzazi wa kiuchumi, uzazi wa kijamii, uzazi wa kimahusiano. Lazima uzazi uwe thabiti. Uzazi uwe thabiti. Kila kitu ili kiweze kuendelea kizazi hadi kizazi kinahitaji kizazi. Kila kitu ili kiweze kuendelea miaka hadi miaka kinahitaji mfumo wa kizazi. Maana yake nini? Lazima kuwe na mfumo unaotunza kile kitu ili kiweze kuishi muda mrefu. Oh my God, nisikize kwa makini. Ili taasisi iweze kuendelea miaka na miaka, lazima kuwe na mfumo wa uzazi. Mfumo wa uzazi nini? Ni mfumo ambao unatunza uendelevu wa kile kitu kwa muda mrefu. Kwa nini? Kwa sababu mfumo wa uzazi umebeba mbegu ambazo zitakuwa zinaashiriwa kila baada ya muda fulani ili kuhakikisha kwamba lile jambo halifi. Taasisi yoyote isiyokuwa na mfumo wa uzazi uliokuwa ni imara, haina miaka mingi, itakufa. Itakufa. Baada ya kuwa ameondoka mzazi itakufa. Oh my God. Kitu chochote kisipokuwa na mfumo wa uzalishaji wa kukifanya kiendelee kuongezeka na kukua na kukitunza, kitakufa. Na ndio maana nataka nikwambie kitu moja. Hata leo kwenye jamii ya kawaida kuna baadhi hata matunda hayapo kwenye jamii zetu. Nini maana yake? Yalikosa uendelezwaji, yalikosa utunzwaji wa mbegu. Chochote kikosa utunzwaji vizuri kinakufa. Kwa hiyo moja faida ya mfumo wa uzazi, mfumo nimesema ni system, ni utaratibu unaowezesha, ni mpangilio rasmi unaowezesha hatua kwa hatua mpaka kutokea kitu. Mfumo ni mpangilio rasmi ambao unawezesha hatua kwa hatua mpaka kutokea kitu. Sasa tukisema mfumo wa uzazi kwenye uchumi kwa mfano, ni mpangilio rasmi ambao unaonesha hatua kwa hatua mpaka kutokea zao fulani kwenye uchumi. Mtu amefanikiwaje? Kuna mfumo ameufanya, kuna jambo amelifanya akafanikiwa. Sasa ili jambo ile mafanikio endelee kuwa endelevu, ni lazima ile hatua aliyochukua mpaka akafanikiwa lazima ijengewe mfumo ili aweze kuipitia na kuiona kodi iwe ndio njia yake, aweze kuyatunza ile mafanikio. Huo ndio mfumo wa uzazi. Okay. Kwa nini haya? Twende tukasema kitu kimoja. Tuangalie kitabu cha Mwanzo sura ya 1 mstari 28. Mwanzo 1:28. Biblia inasema, Mungu akawabarikia, Mungu akawaambia, zaeni mkaongezeke, mkaijaze nchi na kuitisha, mkatawale samaki wa baharini na ndege wa angani na kila kiumbe chenye uhai kiendacho juu ya nchi. Mungu akawabarikia, akawaambia, zaeni mkaongezeke. Mtu wa Mungu, nimetangulia kusema pale mwanzo. Kwa nini Mungu aliwabarikia Adamu na Hawa? Adamu na Hawa kwamba zaeni mkaongezeke. Akuambia tu zaeni mkaongezeke. Kwa nini Mungu aliwabarikia?
akawabarikia akawaambia. Kwa nini akwambia Adamu na Hawa zaeni mkaongezeke? Tukumbuke kitu kimoja. Adamu na Hawa walikuwa hawajui chochote kuhusiana na uzazi. Walikuwa hawajui. Hawakuwahi kuzaa, hawakuwahi kuwa na mimba, hawakuwahi kuwa na mtoto, hawajui mimba inakuaje, hawajui muda gani. Lakini Biblia inasema tu Mungu akawabarikia akawaambia zaeni mkaongezeke. Swali, kwa nini Mungu akwambia tunendeni mkazae? Kwa nini Mungu akwambia tunendeni mkazae? Kwa sababu swala la uzazi ni swala la kimfumo. Swala la kimfumo. Ni swala la kimfumo. Ni swala la process, ni swala la mchakato. Kwa hiyo linahitaji baraka, linahitaji baraka. Nini maana ya baraka? Baraka maana yake ni kibali. Oh my God. Baraka maana yake ni kibali. Ruhusa. Upako ni nguvu. Swala la uzazi limeambatana na upako, limeambatana na nguvu, limeambatana na ruhusa ya kimungu. Kwa nini? Kwa nini swala la uzazi limeambatana na upako? Kwa nini swala la uzazi limeambatana na baraka? Kwa nini swala la uzazi ilikuwa ni lazima Mungu akasema akawabarikia? Kwa nini? Kwa nini? Kuna mambo ya kujifunza. Kwa nini swala la uzazi limeambatana na baraka? Mungu anasema akawabarikia. Kwa nini? Kuna mambo manne ya kujifunza hapa. Jambo la kwanza, uzazi ndio uliobeba kesho yako au kuamua hatima yako. Sikize, uzazi ndio uliobeba kesho yako au kuamua hatima yako. Uzazi. Jambo la kwanza, uzazi ndio uliobeba hatima yako au kuamua kesho yako. Kesho yako utakuwaje? Ni uzazi ulionao. Sasa sizungumzi tu uzazi wa kuleta mtoto. Hapa nazungumzia katika ulimwengu wa roho. Sio nasema mfumo wa uzazi katika ulimwengu wa roho. Kwa hiyo uzazi katika ulimwengu wa roho ndio utakao determine kesho yako itakuwaje. Kama ambavyo ulivyo uzazi katika ulimwengu wa mwili, unaamua kesho yako itakuwaje. Ndivyo katika ulimwengu wa roho. Lakini jambo la pili, uzazi ndio uliobeba kesho ya nchi. Kesho ya nchi. Kesho yako. Wewe ni taifa. Azina Biblia, wewe ni taifa. Kwa sababu gani wewe ni taifa? Kwa sababu Yakobo alikuwa ni taifa. Katika Ibrahim alizaa watoto wawili. Wa pale mwanzo, kiachana na watoto wengine wa mke huyu baada ya Sara. Oh my God, nani? Nimemsahau kidogo jina. Lakini Ibrahim alizaa watoto na wale watoto walikuwa ni mataifa wote. Wa kwanza Ishmaeli, lakini pia Isaka alikuwa ni taifa. Isaka akazaa Yakobo na Esau. Hao walikuwa ni mataifa. Lakini pia Yakobo tunaona uzazi wake wa watoto wa makabila, wazazi wake wa watoto 12 nao pia ni taifa. Kwa hiyo mtu mmoja katika ulimwengu wa roho ni taifa. Usijione wewe jinsi hapo ulivyo. You are a nation, wewe ni taifa. Una vitu vya kitaifa. Mungu amekupa kitu kwa ajili ya watu wengi. Katika moyo wako, katika akili zako umebeba kitu kwa ajili ya watu wengi. Usijidharau the way you are. Hivyo ulivyo, wewe ni taifa kubwa. Taifa kubwa. Mungu alimwona Ibrahim tangia mbali akajua kabisa huyu ni taifa. Sio vizuri. Wewe ni taifa. Kwa hiyo uzazi ndio uliobeba kesho ya nchi, kesho ya taifa, kesho yako. Amen. Lakini uzazi ndio uliobeba kizazi. Kizazi. Naweza kusema kwamba uzazi ndio uliobeba mbegu. Kizazi. Kwamba kizazi cha kesho kitakuwaje kinategemea na uzazi wa leo. Leo ukoje? Kesho itakuwaje? Uzazi katika ulimwengu wa roho. Katika ulimwengu wa kesho ya ulimwengu wa roho, huduma ya injili kesho Tanzania itakuwaje? Nategemea na sasa. Leo tuko hapa kwa sababu ya kina Moses Kulola. Na wanaona kina Moses Kulola. Akina watumishi wa Mungu wengi wametuhubiri. Tuko hapa kwa ajili ya asilimia kubwa wa Kristo wengi tuko kwa ajili ya hizo injili za hawa wazee. Wengi sana. Vipi hawa wazee wameshapumzika, wengi wamepumzika. Na wengi wanamalizia muda wao wamechoka. Haya, vipi miaka 50 ya kesho ambao hawajua akina Moses Kulola, hawatawajua labda akina watumishi wengine wa Mungu ambao watakuwa wamechoka au sasa watakuwa wameitwa na Mungu. Kizazi cha kesho na kesho kutwa, vipi injili itakuwaje? Injili ya kesho na kesho kutwa inakuwa determined na leo. Na leo sisi leo tumebeba kizazi. Kuna kizazi cha injili kwa ajili ya kesho. Sasa kwa nini mfumo wa uzazi? Utakuja kugundua leo kuna vitu vingi sana. Leo uzazi wa leo, mfumo wa leo wa injili umeingiliwa. Mfumo wa uzazi umeingiliwa. Na ndio maana nashangaa kuna mafuta ya upako, kuna vitamini vya upako. Kwa nini? Mfumo wa uzazi umeingiliwa. Kwa hiyo kizazi kijacho cha injili kitakuwa ni hatari sana. Anyway, uzazi ndio unaoamua hatima ya kizazi. Uzazi ndio unaoamua hatima ya kizazi. Nitazungumza vizuri kwa mfano mbegu. Ukipanda mbegu ambayo ina mashaka, utazaa tunda lenye mashaka. Ukipanda mbegu ya hindi yenye mashaka, utazaa tunda
utazaa tunda la hindi lenye mashaka mashaka. Sikiliza, ili upate maharage bora lazima uwe na mbegu bora. Ili upate mazao bora lazima uwe na mbegu bora. Kwa hiyo sikiliza, anayeamua hatima ya kesho yako ni mbegu ulionayo. Oh my God, sikize. Anayeamua hatima ya kesho yako, anayeamua hatima ya kesho ya maisha yako, anayeamua hatima ya kesho ya generation yako ni mbegu ulionayo leo. Sio wewe utakayeamua. Unaweza ukawa ni mzuri katika ulimwengu wa mwili, ukaonekana una pesa, una kila kitu, lakini sikiza, anayeamua hatima ya kesho, idea, ni mbegu uliobeba. Kama umebeba mbegu bora, italeta mazao bora. Kama umebeba mbegu ambayo sio bora, tegemea kabisa mazao yatakuwa sio bora. Kwa hiyo sikiza mtu wa Mungu, mbegu ndio inayoamua hatima ya kizazi. Uzazi ndio uliobeba baraka zako. Uzazi ndio uliobeba baraka zako. Kuna mtu mwingine anasema kiaje? Sikiliza, hawezi ukabarikiwa kama hauna sehemu ya kuzaa. Hawezi kubarikiwa kama hakuna sehemu ya kuzaa. Lazima kuwe na sehemu inayozalisha. Mali ndio Mungu akubariki. Lazima kuwe na sehemu inayozalisha. Biashara ndio Mungu akubariki. Lazima kuwe na sehemu ya uzalishaji ndio uweze kufanikiwa. Kwa Mungu, uzazi ndio baraka. Mungu anapokuja kukubariki, Mungu anabariki from nowhere. Anabariki sehemu ambapo kuna uzazi. Kuna sehemu kuna fedha zinazaliwa. Fedha zako zinazaliwa wapi? Fedha zako zinazaliwa wapi? Huko ambako fedha zinazaliwa ndiko Mungu anapobariki. Kwa hiyo nasemaje? Kwamba uzazi ndio uliobeba baraka katika ulimwengu wa roho. Kwa hiyo unapozungumzia mfumo wa uzazi katika ulimwengu wa roho, naangalia msomo mtambuka, na natamani Mungu atupe neema ya kwenda pamoja ili tupate kuelewana ninapokuwa naweka msingi wa somo hili. Haleluya. Unaweza kusema kwamba kwa mfano tuangalie jambo hili la muhimu. Uzazi ndio umebeba baraka zako. Tumwangalie mfano wa Mariamu. Haleluya. Kwa haraka tu Mariamu. Biblia inasema kitabu cha Luka sura ya 26, mwezi wa 6 malaika Gabriel alitumwa na Mungu kwenda mpaka mji wa Galilaya jina lake Nazareti, kwa mwanamwali bikira aliyekuwa ameposwa na Yusufu. Alikuwa ameposwa na mtu jina lake Yusufu, wa mbari ya Daudi, na jina lake bikira huyo ni Mariamu. Akaingia nyumbani mwake akasema, salamu uliyepewa neema, Bwana yupo pamoja nawe. Naye akafadhaika sana kwa ajili ya maneno yake. Akawaza moyoni mwake, salamu hii ni ya namna gani? Malaika akamwambia, usiogope Mariamu, kwa maana umepata neema kwa Mungu. Tazama, utachukua mimba na kuzaa mtoto mwanamume, na jina lake utamuita Yesu. Huyo atakuwa mkuu, ataitwa mwana wa Aliye Juu, na Bwana Mungu atampa kiti cha enzi cha Daudi baba yake. Atamiliki nyumba ya Yakobo hata milele, na ufalme wake utakuwa hauna mwisho. Mstari wa 40 inasema, akaingia nyumbani kwa Zakaria, akamwamkia Elisabeti. Ikawa Elisabeti aliposikia kule kuamkia kwake Mariamu, kitoto kichanga kikaruka ndani ya tumbo lake. Elisabeti akajazwa Roho Mtakatifu, akapaza sauti kwa nguvu akisema, umebarikiwa wewe katika wanawake, naye mzao wa tumbo lako amebarikiwa. Swali, sasa kwa sababu gani? Kwa nini? Kwa sababu gani Mariamu aliitwa amebarikiwa? Kwa sababu gani Mariamu aliitwa amebarikiwa? Imetoka kusema kwamba uzazi umebeba baraka. Umebeba baraka. Kwa nini Mariamu aliitwa umebarikiwa wewe na Elisabeti? Elisabeti hajui chochote, hana taarifa yoyote. Ila baada ya Mariamu kukutana na Elisabeti wakakumbatiana, Elisabeti akamwambia, Mariamu, umebarikiwa wewe kuliko wanawake wote. Hata huyo mzao wa tumbo lako umebarikiwa. Nini maana yake? Sikiliza, uzazi umebeba baraka. Moja ya kitu ambacho Mungu amekiachilia kwenye uzazi ni baraka. Sasa baraka gani? Mungu anapokupa uzazi anakupa jina jipya. Oh my God. Unapokuwa ni mtu wa kuzaa, unakuwa ni mtu mwenye jina jipya. Na ndio maana ulikuwa unaitwa Pendo, sasa hivi utaitwa Mama Musa. Mama Juma, utaitwa Baba Musa, Baba Noel. Ulikuwa unaitwa nini maana yake? Moja ya baraka ambayo inabebwa kwenye uzazi, Mungu analeta jina jipya. Nini maana yake? Nataka nikwambie baraka, uzazi umebeba baraka. Nini? Mariamu kabla hajaposwa na Yusufu alikuwa ni Mariamu wa kawaida. Halo? Mariamu alipoposwa na Yusufu akawa mchumba wa Yusufu alikuwa ni Mariamu wa kawaida.
Lakini Mariamu alipomzaa Yesu, Mariamu akabadilika, akaacha kuwa wa kawaida tena. Nini? Yesu alipokuja kwa Mariamu alikuja kubadilisha hatima ya maisha ya Mariamu. Wako watoto ambao Mungu amekusudia kwenye maisha yako ambao watakuja kubadilisha hatima ya maisha yako. Hukuzaa bure. Oh my God, sikiza, hukuzaa bure. Hukuingia leba bure. Hukuingia bure leba kupoteza muda. Hiyo mimba uliyobeba miezi 9 haukuiba bure. Au watoto 8 uliozaa 6 na 5 4 hauiba bure. Sikiza, huko uzazi katika tumbo lako ambao Mungu amekusudia kuja kubadilisha jina la maisha yako. Changamoto nini? Mfumo wa uzazi katika ulimwengu wa roho adui ameshauingilia. Mariamu kabla hajamzaa Yesu alikuwa ni Mariamu wa kawaida, normal woman. Lakini alipomzaa Yesu maisha yake yakabadilika. Wewe kabla hujamzaa huyo ulikuwa ni wa kawaida, ulipomzaa maisha yako yalibadilika. Changamoto ni moja tu, katika ulimwengu wa roho adui ameshauingilia mfumo wa uzazi, akabatilisha lile kusudi ambalo Mungu alikusudia kwa hiyo mtoto. Na sasa hivi umekuwa kama mtu aliye nyikani, anakosa aelekee wapi. Lakini sikiliza, wenda unajibu kamili kwenye mikono yako, lakini adui amelifunga. Na ndio maana tunasema kitu kimoja, mfumo wa uzazi katika ulimwengu wa roho. Lazima tujue namna ya kuombea mfumo wa uzazi katika ulimwengu wa roho, ili yale yaliyoibiwa na shetani yapate kurudishwa katika jina la Yesu Kristo. Mariamu kabla Mariamu hajamzaa Yesu alikuwa ni wa kawaida, lakini alipomzaa Yesu Mariamu hali ikabadilika. Wakati ana mimba tu, Elizabeth anasema umebarikiwa wewe. Sikiliza, huyo mtoto ni naye si wa kawaida. Changamoto ni kwamba adui amemfunika kumfanya kama wa kawaida. Wewe ni taifa, umezaa taifa. Kuna mahali Mungu anaweza kukupeleka kupitia mtoto uliye naye. Mungu amekupa mtoto kama zawadi, hajui kama mzigo. Changamoto adui alikuja akatwist mtoto, akampa sura ya mzigo. Abaya kumuona ni baraka, wewe ukamuona ni mzigo. Nini? Adui aliingilia mfumo wa uzazi. Wako watu leo wanapitia kwenye changamoto na watoto wao, wanahangaika na watoto wao, Mungu aliwaidia mambo makubwa kwa watoto wao, na wakati na yamkini saa nyingine wanaona ndoto kubwa kwa watoto wao. Wakati mwingine walizaa watoto wakiwa wazuri hata darasani, wanakuwa wa kwanza, wanakuwa wa pili, wanaonesha mwanga kabisa kwenye maisha yao. Lakini ghafla wamefika sekondari, hali imebadilika. Ghafla wamefika darasa la 7, hali imebadilika. Ghafla wamefika form 4, hawataki shule, wamekaa katika mazingira hawawezi na kusoma, wanatoroka nyumbani. Unashangaa kitu gani kimeingia? Mbona watoto wangu walikuwa wazuri? Mbona walikuwa kwenye nafasi nzuri? Mfumo wa uzazi katika ulimwengu wa roho umeshaingiliwa. Kwa nini mfumo wa uzazi umeingiliwa? Halo, nasikia. Kwa nini mfumo wa uzazi uliingiliwa? Sasa sikiza, hatujasahau na hatujui namna ambavyo adui anatenda kazi kwa siri kuharibu mfumo wa uzazi. Twende kitabu cha Mwanzo sura ya 3 mstari wa 14. Bwana Mungu akamwambia nyoka, kwa sababu umefanya hivyo, umelaaniwa wewe kuliko wanyama wote na kuliko hayawani wote walioko mwituni. Kwa tumbo utakwenda na mavumbi utakula siku zote za maisha yako. Nami nitaweka uadui kati yako na huyo mwanamke, na kati ya uzao wako na uzao wake. Huo utakuponda kichwa na wewe utauponda kisigino. Nisikize mtu wa Mungu, nisikize. Shida ilianzia Edeni. Shida ya mwanamke na uzao wake ilianzia Edeni. Shida ya uzao ilianzia Edeni. Shida ya uzao haikuanzia hapa. Haijaanzia Tanzania, no, ilianzia Edeni. Mungu akasema, sikiliza, nitaweka uadui kati yako wewe na uzao wa mwanamke. Kati yako na uzao wa mwanamke. Huo utakuponda kichwa, lakini wewe utakuponda kichwa na wewe utamponda kisigino. Nisikize mtu wa Mungu. Katika ulimwengu wa roho kuna vitu vinabadilika katika jina la Yesu Kristo. Una mtoto unajua kabisa ni mzuri, alikuwa ni mzuri, na ukaona kuna makubwa na matumaini makubwa na direction kubwa, unashangaa ghafla chote kinazidi kupotea. Alikuwa na heshima, alikuwa na adabu. Mtu ndio ulimtegemea kwa makubwa sana. Mtoto wako mdogo makubwa, kuna mbona ananiangusha? Sikiliza. Anasema Mungu, nitaweka uadui. Kuna uadui mkubwa kati ya uzao wa mwanamke na shetani. Upo uadui wa permanent, upo.
Na ndio maana lazima ujue namna ya kuikabili mifumo ya uzazi katika ulimwengu wa roho kabla haijawa katika ulimwengu wa mwili. Anasema nini mwalimu? Ndio maana Mungu alimwambia Adamu na Hawa, akawabarikia, akasema nendeni mkaongezeke. Nendeni mkazae muongezeke. Sasa sikiliza, walipotenda dhambi Adamu na Hawa, anabadilika. Mungu anasema sikiliza, uzao utakao uzaa utakuwa na adui na shetani. Unaelewa vizuri? Wakati Mungu anawaumba akawabarikia, akasema nendeni mkaongezeke. It's true. Wakati wametenda dhambi, ule uzao ambao Mungu aliubarikia akasema nendeni mkaongezeke, akabarikia uzao. Mungu akamwambia mwanamke, kwa kuwa umekula tunda, huo uzao utakao uzaa nimeweka uadui kati yake na shetani. Sikiza, uzao uliokuwa umebarikiwa na Mungu, Mungu akauruhusu kuwa kwenye uadui na shetani. Kwa nini? Kwa sababu mwanamke mwenyewe ndio aliyefungua lango kwa Rama kata. Sikiliza, mwanamke mwenyewe ndio aliyefungua lango la uadui kati ya mtoto na shetani. Lilifunguliwa na mwanamke mwenyewe. Lango la uadui kati ya mtoto na shetani lilifunguliwa na mwanamke mwenyewe. Kwa maana hiyo kama lango lilifunguliwa na mwanamke mwenyewe, basi mwenye kulifunga lango hilo ni mwanamke mwenyewe. Na ndio maana sikiza, hatima ya maisha ya kesho ya mtoto ipo kwa mama. Hatima ya maisha ya mtoto ya kesho ipo kwa mama. Lakini baraka ya mtoto ipo kwa baba. Anayeamua mwanae awe nani kesho ni mama. Mama ndio anayeamua mwanae awe nani kesho, lakini baba ndio anayebariki ambacho amekiamua mama. Rama kata ya ndio anaamua kesho ya mtoto iweje. Mama. Baba anaibarikia kesho ya mtoto. Mwenye kujua kwamba mwanangu kesho awe nani, mwenye mamlaka hiyo ni mama. Baba ni mwenye kubariki alichokiamua mama. Nini? Mama ndio alifungua lango la shetani kuwa na ugomvi na watoto wake. Na mama ndio anaweza kulifunga lango la shetani kuwa na ugomvi na watoto wake. Mwalimu unasema kitu gani? Tuende kwa Yakobo, tuende kwa Esau, tuende kwa Rebeka, tuende kwa Isaka. Wazazi wawili wa watoto wawili mapacha. Rebeka na Isaka. Wakati Isaka ni mzee, Isaka anamwambia Esau, mwanangu, sasa nataka nife. Nataka nikubariki, kanitafutie nyama huko nile nishibe nikubariki mwanangu. Aliposikia Rebeka kwamba hatima ya Yakobo enda kuharibika, kwamba baraka zote enda kupewa Esau asiyemtaka, Rebeka akaamua kufanya ujanja, akabadilisha hatima ya Esau ikawa hatima ya Yakobo. Sikiliza, baba alichokifanya, baba alikuja kubarikia kitu gani ambacho Rebeka amekiasisi. Esau alikuja kubariki kitu ambacho Rebeka amekianzisha. Sasa ndio mfumo uko hivyo, mama ndio anayeamua destiny ya mwanae, baba ni anayebariki destiny ya mwanae. Sasa nisikize kwa makini mtu wa Mungu. Kwa nini kuna ugomvi kati ya uzao mwanamke na shetani? Na ugomvi huo aliyouasisi ni mwanamke, ndio alikuwa chanzo, alikuwa lango, ndio alifungua lango la ugomvi. Na ndio unashangaa unazaa watoto wakiwa ni wazuri lakini wanaishia katika ubaya. Unawazaa watoto wakiwa na maono mazuri, unashangaa wanaishia katika ubaya. Sikiza, lango alikufunguliwa hapa. Kuna lango alifunguliwa zamani, uadui kati ya uzao wako na uzao wako na nyoka. Na ndio maana nyoka ni shetani. Sasa kama kuna uadui kati ya watoto wako na shetani, watakiwa usimame wewe. Kama kwa mwanamke lango lilifunguliwa, basi kwa mwanamke lango liweza likafungwa. Ndio maana sasa nasema mfumo wa uzazi katika ulimwengu wa roho. Sikiza, kama walifungua katika ulimwengu wa roho, tunaweza tukafunga katika ulimwengu wa mwili. Biblia inasemaje? Biblia inasema hivi, na ufungua nyumba ya Daudi huko mabegani. Lolote mtakalo lifunga duniani na mbinguni itafungwa. Anamwambia hata Petro, nimekupa mamlaka, nimekupa funguo za mamlaka za mbinguni. Utakao lifunga mbinguni imefungwa mbinguni. Utakao lifungua mbinguni imefungwa. Utakao lifungua mbinguni imefungwa duniani. Utakao lifunga duniani imefungwa mbinguni. Utakao lifungulia duniani imefunguliwa, na vice versa. Anasema nimekupa funguo za mamlaka. Nini? Mama anayo access ya kufungua na kufunga. Sasa
Tunasema nini? Mfumo wa uzazi katika ulimwengu wa roho. Tunaangalia, bado naangalia. Sasa sikiliza. Twende kwenye kitabu cha Ufunuo. Ufunuo sura ya 12. Mariamu ilikuwaje? Kwa Mariamu ilikuwaje? Mariamu ni kama wanawake wengine wote. Ilikuwaje kwa Mariamu? Ufunuo 12:12. Kwa hiyo shangilieni yenye mbingu, nanyi mkao humo, ole wa nchi na bahari, kwa maana yule ibilisi ameshuka kwenu mwenye ghadhabu nyingi, akijua ya kuwa ana wakati mchache tu. Na joka yule alipoona ya kuwa ametupwa katika nchi, alimudhi mwanamke yule aliyemzaa mtoto mwanamume. Mwanamke yule akapewa mabawa mawili ya tai yule mkubwa, ili aruke aende zake nyikani hata mahali pake hapo walishwapo kwa wakati wa nyakati na nusu ya wakati, mbali na nyoka huyo. Na nyoka akatoa katika kinywa chake nyuma ya huyu mwanamke maji kama mto, amfanye kuchukuliwa na mto ule. Nchi ikamsaidia mwanamke, nchi ikafunua kinywa chake, ikaumeza mto ule aliyoutoa yule joka katika kinywa chake. 17. Joka akamkasirikia yule mwanamke, akaenda zake afanye vita juu ya wazao wake waliosalia. Anyway, haya maneno ya kitabu cha Ufunuo ni maneno ya kinabii. Lakini yanaonyesha namna gani ambavyo uzao wa mwanamke na shetani ulivyo kwenye bato. Kuna bato kubwa kati ya uzao wa mwanamke na ibilisi. Kuna uzao kubwa. Kwa hiyo mwanamke lazima ajue kwenye mfumo wake wa uzazi katika ulimwengu wa roho. Kuna vita. Yaani sikiza, kabla mwanamke hajazaa lazima ajue kwenye mfumo wake wa uzazi katika ulimwengu wa roho. Kuna vita tayari. Oh my God, sikiza. Yaani wakati umeshachukua tu mimba, unaiangalia reba kwa umbali. Jua kabisa hichi nitakachokizaa kipo kwenye vita. Na nani? Na shetani. Kipo kwenye vita na shetani. Kwa hiyo lazima uwe makini kujua namna ya kutembea na mfumo wa uzazi katika ulimwengu wa roho kabla haujaja katika ulimwengu wa mwili. Watu leo wameharibikiwa na watoto wao. Wanajiuliza, mbona imekuwa hivi? Mbona ilikuwa vizuri tu? Mbona kama alikuwa ana mwanga? Mbona kama alikuwa na matumaini? Mbona kama alikuwa anaonyesha dira nzuri? Imekuwaje? Watu leo wanajiuliza maswali ya ilikuwaje? Mtu wa Mungu, sio ilikuwaje. Vita vya uzazi na mwanamke vilianza tangu Edeni, na aliyefungua lango ni mwanamke, na anayeweza kulifunga lango ni mwanamke pia. Twende tukaendelee na somo letu kulingana na msaada wa utangulizi hapo juu. Tuangalie sasa namna adui anavyoshughulika na mfumo wa uzazi kiroho ili kutupishanisha na njia za Mungu. Tumesema mfumo wa uzazi upo aina nyingi. Tuna uzazi kimwili, kuna uzazi kiroho. Katika mfumo wa uzazi kiroho pia kuna aina nyingi. Kuna kuzaa kihuduma, kuna kuzaa kiuchumi, kuna kuzaa kibaraka, kuna kuzaa namna nini. Chochote kile ambacho kinatakiwa kizalishwe, kiendelee kuzalishwa kwenye ulimwengu wa roho, iwe ni uchumi, iwe ni baraka, iwe ni Roho Mtakatifu, iwe ni huduma, iwe ni nini. Chochote kinatakiwa kuzalishwa lazima kiwe na mfumo wa uzazi. Kama ni huduma, Mungu amekupa neema kuwa na huduma kama Rehoboth Ministry, au kama ni kanisa, wewe ni askofu na kanisa, kama ni lazima kuwe na mfumo wa uzazi ili kanisa lako liweze kukua na kuendelea, ili taasisi yako ikue na kuendelea, ili huduma yako iweze kuwa na kuendelea. Lazima kuwe na mfumo wa uzazi rasmi ambao unatengeneza kizazi hadi kizazi, ili kuhakikisha kwamba mbegu yako haipotei. Lazima kuwe na mfumo wa uzazi katika ulimwengu wa roho. Mfumo wa uzazi ambao utazaa kitu gani? Utazaa mbeba maono. Kwa mfano, Mungu anakupa neema ya kuanzisha huduma kubwa au kuwa na kanisa kubwa. Anakupa neema unakuwa askofu, unasimama kanisa mengi. Sikiliza, kama huna mfumo thabiti wa uzazi, hauna muda mrefu utakufa. Utaacha ile kanisa litapotea kabisa, na litapoteza ladha yako tena. Ladha yako haitakuwepo tena. Nini? Lile kusudi ambalo Mungu alikuwa amelipanda kwenye maisha yako wakati unaanzisha ile huduma litapotea. Ndio maana unapokuwa na Mungu amekupa mzigo wa kuwa na taasisi ya kidini au taasisi ya huduma kama kanisa au nini,
una maagizo ambayo Mungu alikupa juu ya hiyo taasisi. Sasa sikiliza, maagizo hayo ndio mbegu. Lazima kuwe na mfumo wa uzazi ambao utaachilia hizo mbegu, ili hata kama ukiwa haupo, yeyote atakayekaa hapo anapitia kwenye hizo mbegu. Nini maana yake? Itafanya kanisa hilo au hiyo huduma kuwa imara miaka na miaka. Kwa nini? Kwa sababu ulitengeneza mifumo thabiti ya uzazi. Jamani, mifumo ya uzazi haitengenezi Mungu. Mifumo ya uzazi tunatengeneza sisi. Mungu ameshatupa maarifa, ameshatupa akili. Neno la Mungu lipo tayari. Tengeneza mifumo ya uzazi katika maisha yako. Mungu amekupa kitu cha kuzalisha kwenye maisha yako. Mungu amekupa kitu cha kuzaa kwenye maisha yako. Mungu amekupa kitu cha watu mamilioni kwenye maisha yako. Hautakifanya peke yako. You need people. Unahitaji watu. Tengeneza watu wengi. Tengeneza watu. Nini maana yake? Tengeneza mfumo wa uzazi. Tengeneza mfumo. Weka mbegu zako kwenye mfumo. Mungu anakupa neema ya huduma ya kimataifa. Hautaenda peke yako, hautakaa peke yako, hautafanya peke yako. You need people. Unahitaji watu. Haya, baada yako ukishakufa, huduma imekufa? No, inahitaji huduma kuendelea. Nini maana yake? Lazima na mfumo thabiti wa uzazi. Ukishakuwa na mfumo thabiti wa uzazi, itakusaidia kuendeleza huduma ambayo Mungu amekupatia hata kama ukiwa haupo. Na ndio maana sikiza mtu wa Mungu, tuna kwa furaha kubwa alikuwepo Yesu. Aliacha mfumo wa uzazi thabiti kwa mitume. Hata baada ya Yesu kuwa yupo, leo tunayo injili. Sisi ambao wa Tanzania chini kabisa maskini huko. Miaka mingi imeshapita, maelfu na miaka. Injili ile imetufikia mpaka leo tunaihubiri sisi ambao sometime hatukuzaniwa kabisa hata kuihubiri injili. Nini? Uko mfumo ulitengenezwa tayari na Yesu. Haikuja tu injili from nowhere, aliweka mifumo. Yesu miaka 3.5 alikaa na wanafunzi akiwafundisha. Hawakuelewa, akaja Roho Mtakatifu akaanza kutembea nao. Mpaka leo tuko na Roho Mtakatifu. Kwa mifumo gani? Misingi gani? Misingi ile ya Pentecoste, ile. Japokuwa wengine leo wameiacha ile misingi, wameenda kwenye misingi yao, lakini hiyo sio habari yetu, haituhusu. Tunahusiana na habari za Mungu halisi, Mungu aliye hai. Okay, ulikuwa ni utangulizi huo. Hebu tuendelee sasa. Kulingana na msaada wa utangulizi hapo juu, tuangalie sasa namna adui anavyoshughulika na mfumo wa uzazi ili kutupishanisha na njia za Mungu. Hili ndio somo letu msingi wa leo. Namna adui anavyoshughulika na mfumo wa uzazi ili kutupishanisha na njia za Mungu. Biblia inasema kitabu cha Yohana ile sura ya 15 mstari wa 1. Mimi ndimi mzabibu wa kweli na Baba yangu ndiye mkulima. Kila tawi ndani yangu lisilozaa uliondoa, na kila tawi lizaalo ulisafisha ili lizidi kuzaa. Nanyi mmekwisha kuwa safi kwa sababu ya lile neno nilowaambia. Kaeni ndani yangu nami ndani yenu. Kama vile tawi lisivyoweza kuzaa peke yake lisipokaa ndani ya mzabibu, kadhalika nanyi msipokaa ndani yangu. Mimi ni mzabibu, nanyi ni matawi. Akae ndani yangu nami ndani yake, huyo huzaa sana. Maana pasipo mimi ninyi hamwezi kufanya neno lolote. Anasema mimi ndimi mzabibu wa kweli na Baba yangu ndiye mkulima. Kila tawi ndani yangu lisilozaa uliondoa, na kila tawi lizaalo ulisafisha ili lizidi kuzaa. Tuishie hapo kwanza. Yesu anajitolea kama mzabibu. Anakuja anatupa mfano wa mti wa mzabibu. Na yeye anajitolea kama mfano wa mzabibu. Lakini huo mzabibu nani ni mkulima? Mungu ndiye mkulima. Mungu ndiye mkulima. Na kwa kuwa Mungu ndiye mkulima, anasema nyinyi ni matawi. Sisi sasa ni matawi ambao tunatakiwa nini? Matawi tunatakiwa tuzae. Anasema kila tawi ndani yangu sisi sasa lisilozaa uliondoa, na kila tawi lizaalo ulisafisha ili lizidi kuzaa. Sasa jizuize. Yaani Mungu ndio mkulima. Mzabibu wenyewe ni Yesu. Wewe tawi unashindaje kuzaa? Aliyetoa mfano ni Yesu. Na Mungu mwenyewe ndio mkulima. Yesu ndio mzabibu. Sasa inakuwaje? Anasema kila tawi lisilozaa ndani yako uliondoa. Inakuwaje kuna tawi ndani ya Yesu? Kabisa ndani ya Yesu. Unajua huwezi kuwa ndani ya Yesu kwa mchafu. Ndani ya Yesu na Mungu akiwa ndio mkulima, alafu huwezi kuzaa.
Yaani nakuwaje wewe ni tawi uko ndani ya Yesu alafu huwezi kuzaa? Kweli zifuatazo, hebu tuangalie kweli zifuatazo. Kweli ya kwanza, tawi ilikuwa safi, maana yake takatifu. Ndio maana liliunganishwa na Yesu mwenyewe. Kwa hiyo dhambi haiwezi kuwa sababu ya tawi. Sikiliza. Hili tawi ilikuwa limeshikamanishwa na Yesu kama mti. Kukiwa na tawi alafu na Yesu kama mti, maana yake Yesu kama mti anapeleka mizizi. Hebu tuelewe mfano wa mti jamani. Tawi likiwa kwenye mti kazi yake ni kupeleka chakula na maji kwenye ile tawi liendelee kuzaa. Asikiza. Mti kazi yake ni kupeleka chakula kwenye ile tawi liendelee kuzaa. Kumbuka wakati huo mkulima mwenyewe ni Mungu. Mungu ndio mkulima wa mzabibu huu. Kwa hiyo Mungu anapoachilia maji na mbolea kwenye huu mti unachukua maji na mbolea, kazi yake ni kupeleka kwenye tawi. Kwa maana hiyo tawi halina shida. Tawi limeunganishwa na mti. Kwa maana hiyo huyu mwanadamu hana shida, kaunganishwa kwa Yesu. Kwa hiyo huyu mwanadamu ni mtakatifu, hana dhambi. Angekuwa na dhambi asingeunganishwa kwa Yesu, hana dhambi. Sasa inakuwaje ili tawi lishindwe kuzaa na kati Yesu ndio mti na Yesu anapeleka kila siku maji, anapeleka na virutubisho ili tawi liweze kuzaa? Yaani Mkristo yupo kwa Yesu, hana dhambi. Mtakatifu, mzuri kabisa. Lakini kwa nini hazai? Na kati kila siku Mungu anamnourish, kila siku Yesu anamnourish, kila siku Yesu anamsupply kwa material ya neno la Mungu, anamsupply kwa material ya upako, anamsupply kwa, lakini kwa nini mtu hazai? Anasema kila tawi ndani yangu lisilozaa uliondoa. Sasa linakuwaje alizai na kati Yesu mwenyewe alipelekea maji? Kumbe sikiliza, unaweza kuwa ndani ya Kristo kabisa na usizae. Unaweza kuwa ni mtakatifu kabisa. Unaenda kwa lugha, una nguvu za Mungu lakini hauna uzao, huwezi kuzaa, haujazaa. Kweli hiyo. Kweli ya pili, ile kwamba tawi limekuwa connected na Yesu. Yesu alisababisha tawi kuzaa. Tawi kuzaa au kutokuzaa ni mpango wake. Ile kwamba tawi limekuwa connected na Yesu, ile kwamba Mkristo amekuwa connected na nguvu za Bwana, ile kwamba Mkristo ameshikamanishwa na Yesu, wako na Yesu pamoja, haimaanishi ndio atazaa. Mkristo anaweza kuwa ameshikamanishwa na Yesu na ana upako na ana utakatifu wote, lakini asizae. Nazungumzia katika ulimwengu wa roho. Asiwe Mkristo mwenye kuzaa matunda. Kwa nini? Kama Mungu ndio mkulima, Yesu ndio mzabibu, alafu Mkristo huyu ndio tawi, maana yake hakuna udhambi hapo, wote ni watakatifu. Isipokuwa kuna shida kwenye tawi. Kwa nini? Kwa sababu tawi linapelekewa virutubisho na Yesu kila siku. Yesu ana supply nutrients kila siku, lakini tawi linashindwa kuzaa. Kama tawi alizai, afu mzabibu huko salama, mkulima yuko salama, shida ipo kwenye tawi. Kumbe kuna uwezekano mkubwa sana wa Mkristo akawa amekuwa connected na Yesu asizae. Nasikiliza, ile kuwa umekuwa connected na Yesu, ile kuwa una upako, ile kuwa na nguvu za Mungu, ile kuwa umekubalika mbele za Mungu, haikusababishi ile Yesu kuwa pamoja na wewe haisababishi wewe uzae. Yaani kuzaa matunda ndani ya katika ulimwengu wa roho, kufanya kazi ya Mungu na kuleta matokeo, si Yesu, ni wewe. Wewe ndio unaamua aidha uzae matunda au usizae matunda. Not. Sio Yesu, ni wewe. Jambo lingine, ile Mungu kuwa mkulima mzuri wa mzabibu ni hali ya tawi lizae au lisizae. Yaani ile Mungu kuchunga, ile Mungu kutengenezea mazingira yote ya uzuri na kukaa katika mazingira mazuri, kukupa vitu, huduma na vipawa na karama, kufanya haimaanishi ndio lazima uzae. Uzae bado ni hali yako. Mtu wa Mungu, Mkristo yoyote, kuchukua hatua ya kuleta matunda mbele za Bwana sio jukumu la Mungu, ni jukumu la Mkristo. Kuzaa na kuongezeka katika ulimwengu wa roho, kuchukua hatua na kupambania katika ulimwengu wa roho na kukua sio jukumu la Mungu, ni jukumu lako. Kuna Wakristo wengi leo wako kanisani, wamekaa, wanaenda kwa lugha, wanaotumishi wa Mungu mzuri, lakini hawawezi kuthubutu kwa chochote. Wamekaa kwenye viti, wametulia, wameka mikono. Hawana dhambi. Sio wazinzi, sio wasengenyaji, hawana dhambi. Ila wamekaa, wametulia. Sikiza. Ile kwamba wana Roho Mtakatifu na Mungu haisababishi wao wazae. Kuzaa matunda ni Mkristo mwenyewe ambaye kuzaa. Anasema kila tawi ndani yangu lisilozaa. Nini maana yake? Ni tawi liko ndani ya Yesu. Ni Mkristo yuko ndani ya Yesu. Ana utakatifu wote, anaenda kwa lugha, ana mambo yote yuko vizuri, anatoa zaka na kila kitu.
hana dhambi, hana hatia yote, ndio maana yuko ndani ya Yesu, lakini hazai. Sasa ile kuzaa, kutokuzaa kwake sio Yesu, sio Yesu. Yesu ni mti na mti uko bora na Mungu ndio mkulima mwenyewe. Kwa sikiliza, ile kuwa na Yesu na kuwa na Mungu kama mkulima haimaanishi kwamba mtu atazaa. Ndio maana kuna Wakristo wengi sana leo wana nguvu za Mungu na hawapati matokeo na hizo nguvu za Mungu. Hawapati matokeo za nguvu za Mungu. Wamejishikamanisha na Mungu, wapo kwa Kristo. Wametubu dhambi na kuziacha, lakini hawana matokeo sawa sawa na yale makusudio ambayo Mungu alikuwa anakusudia wafanye. Okay, twende. Kweli nyingine, mtu hazai ila mbegu iliyo ndani yake ndio inayozaa. Sikiliza, mtu hazai ila mbegu iliyo ndani yake ndio inazaa tunda. Shetani huwa anadili na mbegu na sio mtu mtakatifu. Sikiliza, mtu hazai. Mbegu iliyoko ndani ya mtu ndio inazaa matunda. Sikiliza mtu wa Mungu. Tawi halizai. Ila mbegu iliyopo kwenye tawi ndio inazaa. Na ndio maana litachumwa tunda, likichumwa tunda, tawi linabaki pale pale. Linatoa mbegu. Mbegu inakomaa kuwa tunda, linachumwa tunda, tawi linabaki pale pale. Linatoa mbegu. Mbegu inakomaa, sikiza. Tawi halizai. Kazi ya tawi ni kutoa mbegu. Mbegu ndio inayozaa. Sikiliza, Yesu anasema kila tawi lisilozaa, maana yake nini? Kuna tawi lipo kwa Yesu, alitoi mbegu. Sasa hatujui, halina mbegu. Hatujui. Alitaki tu kutoa mbegu. Hatujui. Mbegu ni mbaya, hatujui. Lakini kuna tawi liko kwa Yesu connected, lakini haitoi mbegu kwa sababu tawi halizai. Tawi kazi yake ni kuachilia mbegu. Mbegu ndio inaleta matunda. Mbegu ndio inakuwa kuwa tunda. Tawi halizai, ila tawi inatoa mbegu. Sasa sikiza, kazi moja ya shetani huwa anaenda kudili na mbegu. Ramakata. Mbegu. Shetani hana dili na tawi, atakuacha tawi umetakatifuka. Uko na Yesu, umejishiriza kwa Yesu, umejipalilia kwa Yesu, una utakatifu wote. Lakini sikiliza, amekamata mbegu. Anasemaje? Mpanzi alikwenda kupanda mbegu za thamani shambani mwake. Anasema nyingine zilianguka kwenye udongo mzuri, zikazaa 100, 160. Zingine zikao kwenye njia, zingine zikao kwenye miamba, zingine zikao kwenye miiba. Anakuja kusema Yesu, asema mbegu ni neno la Mungu. Ramakata. Mbegu ni neno la Mungu. Sikiza, hazai tawi halizai. Tawi kazi yake ni kuachilia mbegu. Sikiliza, Mungu ndio mkulima, anamwaga mbolea, anamwagilia maji. Maji anapanda kwenye mti wa mzabibu ambao ndio Kristo. Kristo anachukua zile virutubisho ambazo Mungu ameziachilia, anapeleka kwenye tawi ambao ndio Mkristo mwenyewe. Mkristo akifika pale, mbegu zake halizai. Ananenepa tu. Anakula, anashiba, ananepa tu. Ana nutrients za kilo, ananepa tu. Ana maombi, anafurika. Ana nguvu za Mungu, anafanya kwa lugha, anafurika. Ananepa tu. Mkristo yuko vizuri, ananepa tu, lakini hakuna kuzaa. Maana yake nini? Mkristo hazai, mbegu ndio inayozaa. Mkristo hazai, mbegu ndio inayozaa. Sasa adui kazi yake ni kudili na mbegu. Anasema nyingine zilianguka kwenye miiba. Nataka nitafute andiko. Okay, Biblia inasema kitabu cha Mathayo ile sura ya 13 mstari wa 3. Akawaambia mambo mengi kwa mfano. Akasema, tazama, mpanzi alitoka kwenda kupanda. Hata alipokuwa akipanda, mbegu nyingine zilianguka karibu na njia. Ndege wakaja wakazila. Nyingine zilianguka penye miamba pasipokuwa na udongo mwingi, mara zikaota kwa udongo kukosa kina, na jua lipozuka ziliungua, na kwa kuwa hazina mizizi zikanyauka. Zingine zikaanguka penye miiba, ile miiba ikamea ikazisonga. Nyingine zikaanguka penye udongo mzuri, zikazaa 100, na 160, 130. Mwenye masikio na asikie. Yesu anazungumza na wanafunzi wake kwa habari ya mfano wa mpanzi.
Nataka twende, anasema mstari wa 18. Basi ninyi sikilizeni mfano wa mpanzi. Kila mtu asikiapo neno la ufalme asilielewe, huja yule mwovu akalinyakua lililopandwa moyoni mwake. Huyo ndiye aliyepandwa karibu na njia. Naye aliyepandwa penye miamba, huyo ndiye alisikiaye lile neno akalipokea mara kwa furaha, lakini hana mizizi ndani yake, bali hudumu kwa muda. Ikitukia dhiki au udhia kwa ajili ya lile neno, mara huchukizwa. Naye aliyepandwa penye miiba, huyo ndiye alisikia lile neno la shughuli za dunia na udanganyifu wa mali ulisonga lile neno likawa halizai. Naye aliyepandwa penye udongo mzuri, huyo ndiye alisikia lile neno na kuelewa nalo yeye ndiye azae matunda, huyo 100, huyo 60 na huyo 30. Haleluya. Nataka tuangalie neno hili kwenye kitabu cha Luka 8. Luka sura ya 8. Kuna maana nzuri Luka sura ya 8. Luka sura ya 8. Nataka tuone kitu kimoja. Luka sura ya 8. Anasema Luka sura ya 8 ndio. Sura ya 5. Okay. Ukisoma mstari wa 11 anasema, na huo mfano maana yake ni hii: mbegu ni neno la Mungu. Wale wa karibu na njia ndio wasikiao, kisha uje Ibilisi akaliondoa hilo neno mioyoni mwao, wasije wakaamini wakaokoka. Na wale penye mwamba ndio wale ambao wasikiapo ulipokea lile neno kwa furaha, nao hawana mizizi. Huamini kitambo kidogo, na wakati wa kujaribiwa hujitenga. 14. Na zilizoanguka penye miiba ni wale waliosikia, na katika kuenenda kwao husongwa na shughuli na mali na anasa za maisha haya, wasivishe lolote. Na zile penye udongo mzuri ndio wale ambao kwa unyofu na wema wa moyo wao ulisikia neno na kulishika, kisha huzaa matunda kwa kuvumilia. Nimekwambia hivi mtu wa Mungu kwamba tawi halizai. Tawi linatoa mbegu. Mbegu ni nini? Mbegu ni neno la Mungu. Kuna Wakristo hawazai. Hawazai. Ni tasa. Wanakula chakula cha kiroho miaka inarudi. Yumo kanisani miaka 10 sasa hivi. Ni Mkristo wa miaka 20, lakini ni yule. Ameshakula neno la Mungu mpaka amevimbewa. Anajua vifungu kama 100. Lakini hazai. Hakuna badiliko. Hakuna kitu ambacho wanasema kwamba nikifa leo hiki kitu kitakumbukwa. Nikifa leo hiki kitu nimekiacha kitaishi kizazi na kizazi kwenye kanisa langu. Ni Mkristo lakini ana kitu kusema, nikiondoka leo nikiitwa na Mungu leo, sina kitu ambacho ni kama uzazi. Sina kitu ambacho nimekizaa kwenye huduma. Hakuna tunda ambalo nimelizaa mbele za Bwana likapata kukaa. Haipo. Kuna watu hawazai. Sasa ile uzai sio kwamba wewe hauna Mungu. Biblia inasema kila tawi lisilozaa ndani yangu, uko ndani ya Kristo, ila huzai. Tuendelee kujifunza hapo. Ziko sababu kadha wa kadha ambazo pamoja na Mkristo kuwa safi, tayari kwa kuzaa, ila hawezi kuzaa, na hivyo huonekana kuwa hana faida mbele za Mungu. Sikiza. Zipo sababu kadha wa kadha zinazofanya Mkristo asizae. Zipo sababu. Yaani sikiza, wewe ni Mkristo, ni mtakatifu, umejazwa Roho Mtakatifu, umekuwa connected na Mungu vizuri na una mafuta na una mpako, lakini ziko sababu ambazo zinafanya Mkristo asizae. Ziko sababu ambazo zinafanya Mkristo asizae. Tuangalie Mathayo 13:24. Akawatolea mfano mwingine akisema, ufalme wa mbinguni umefanana na mtu aliyepanda mbegu njema katika konde lake. Lakini watu walipolala, akaja adui yake akapanda magugu kati ya ngano, akaenda zake. Akasema kuna ufalme wa mbinguni umefananishwa na mtu
aliyepanda mbegu njema, mtu aliyepanda mbegu njema katika shamba, katika kundi lake. Lakini aliyepanda mbegu njema watu walipolala. Sikiliza, aliyepanda ni mwingine na walinzi ni wengine. Sikiliza makini. Akawatolea mfano mwingine akisema, ufalme wa mbinguni umefanana na mtu aliyepanda mbegu njema. Umefanana na mtu aliyepanda mbegu njema katika kundi lake. Shangani. Lakini watu walipolala, akaja adui yake akapanda magugu katikati ya ngano akaenda zake. Sasa sikiza, aliyepanda ni mwingine, hana shida, alipanda mbegu njema. Panda mbegu njema. Wakristo na mbegu njema. Wana mahubiri yamejaa, maneno ya Mungu yamejaa, mbegu njema, mbegu zimekaa ndani zimetulia, njema, hazizai kwa nini? Sikiza, sema walipolala adui akaja akatwist, akapanda mbegu. Sikiza, rama kanta. Sikiza, adui hakung'oa zile mbegu zilizopandwa. Sikiza, adui hakung'oa mbegu zilizopandwa. Adui alikuja kupanda palipopandwa mbegu. Halo. Adui kwenye kitabu cha Mathayo sura ya 13 mstari wa 25. Adui akuja kung'oa kilichopandwa. No, adui alikuja kupanda palipopandwa. Alafu akasubiria mchezo, akakaa pembeni kuona ligi inaendaje. Sikia, watu wanahubiriwa vizuri sana, wanafundishwa, wanachukua kwa furaha, wanakuwa na ukakasi wa kufanya kitu cha Mungu. Sikiza, wakitoka nje kidogo tu adui anakuja, si kuja kung'oa kilichopandwa, anakuja kupanda ramakayata. Sikiza, anapanda nini? Anapanda mbegu katikati ya mbegu. Adui anaachilia mbegu zake katikati ya mbegu ambazo Mungu amepanda. Adui hana shida na mbegu alizopanda Mungu, hana shida. Adui hana shida na maneno ya Mungu ulionayo wewe, hana shida. Adui hana shida na imani ulionayo, hana shida. Adui hana shida na uzoefu ulionao, hana shida. Adui anakuja kupanda cha kwake katikati ya cha kwako ulichonacho Mungu kupandia. Ili vikishakuwa anakuja kulinganisha. Nani sasa analinganisha? Wewe utalinganisha. Watu watalinganisha. Wewe utaona, mbona kama cha huyu kinafanikiwa sana kuliko nilichonacho mimi. Sikiza, moyo ni ule wa kwako uliopandwa cha Mungu, lakini adui aendi kupanda mbali, anapanda mule cha kwake. Sikiza mtu wa Mungu, kuna vitu vitatu unatakiwa vijue. Kuna vitu vitatu unatakiwa vijue kupitia kwenye mfano wa Mathayo sura ya 13. Haleluya, Mathayo sura ya 13 kuanzia mstari wa 24 na 25. Kuna vitu unatakiwa vijue. Cha kwanza, magugu huwa yanakuwa haraka kuliko ngano. Magugu huwa yanakuwa haraka kuliko ngano. Lazima ujue magugu huwa yanakuwa haraka kuliko ngano. Wewe ni mkulima, sio mkulima, ushaona mahindi. Panda mahindi uone. Utashangaa gugu la mahindi linakuwa wiki mbili tu shafika juu, lakini kaindi ndio kama chini. Nini maana yake? Magugu huwa yanakuwa haraka kuliko ngano. Magugu yanakuwa haraka kuliko mbegu halisi. Kweli ya pili lazima ujue kwamba magugu yanafanana na ngano. Magugu yanafanana na mmea, aina ya mmea ule unaopanda. Ukipanda mchicha, gugu litakuwa kama mchicha. Vile. Ukipanda hindi, gugu litakuwa kama hindi. Magugu yanafanana na ngano. Jambo la tatu, magugu yamechukua sehemu kubwa kuliko ngano. Magugu yamechukua sehemu kubwa sana kuliko ngano. Utakuja kuona ukipanda mahindi, utashangaa magugu yamejaa kote, yamekuwa marefu. Paka unashangaa mahindi yako wapi? Unaanza kuyaangalia mahindi, magugu yametamalaki. Magugu ni mengi kuliko ngano. Jambo la 4, magugu yanawili kuliko ngano. Yaani katika hiyo ardhi iliyopanda ngano, utashangaa ngano inasuasua kama inasuasua ndio kunyeuka, hakuna jua. Magugu kwenye jua yanaota, kwenye mvua yanaota, hakuna mbolea yanaota, magugu yanatembea, yanakasi. Adui alikuja kupanda magugu katikati ya ngano. Kwa nini akung'oa ngano? Anajua atapanda magugu katikati ya ngano, alafu Mkristo atashindwa achague nini, abaki na ngano au abaki na magugu. Kwa nini? Kwa sababu tabia ya magugu huwa inakuja kwa dominate ngano. Na ndio maana ukipita kwenye shamba ambalo lina magugu, utashangaa magugu yamepanda juu.
yametamaraki, yanaonekana kwa uzuri kama vile yanaliwa, kumbe yaliwi. Asikiza, walipolala adui alikuja kupanda magugu shambani. Kwa nini? Kwa nini adui akung'oa ngano? Kwa nini adui akung'oa ngano? Adui hawezi kung'oa ngano. Anajua kabisa kwa akili zetu wanadamu hatuwezi kuacha magugu, hatuwezi kuyaacha kwa sababu magugu yanavutia. Magugu so attractive. Magugu yamekuwa haraka na hatuwezi kutofautisha magugu na ngano ni vipi. Hatuwezi kufanya comparison. Watumishi wengi wa Mungu wanaweza kuwa ni wazuri sana, wazuri kweli kweli kwenye masuala ya kiimani, lakini si watumishi wengi wanaweza kuweka tofauti kati ya magugu na ngano. Si watumishi wengi. Unaweza kuwa ni Pentecoste, kanisa hilo ambalo halitaki mafuta na maji, kanisa la kwenda kwa lugha, lakini sikiliza, kuna magugu. Gugu ni mchungaji, ni gugu. No, this pastor is a gugus, ni gugu. Mchungaji ni gugu kabisa. Ni askofu lakini ni gugu, unajua sasa ni gugu. Lakini sikiliza, ni ngano. Ukimuona kabisa unajua huyu ni kama ngano, lakini trust me, ni gugu. Sikiliza, wewe huwezi kuwa mchungaji, Mchungaji unaruhusu kanisani kwako watu waje na vimini. Huwezi kuwa mchungaji. Unaruhusu wanaume wasuke nywele. Hawezi kuwa mchungaji. Huwezi. Mtu anasema wazungu mbona wao wanasuka nywele wanaenda kanisani? Sikiza, wewe sio mchungaji. Gugus ni kama vile ngano lakini ni gugu. Ni tofauti, ni kaza na kujua magugu na ngano. Walipolala adui alikuja kupanda nini? Anapanda gugu wapi? Katikati ya ngano. Na ndio maana hawezi kutofautisha kati ya gugu na ngano. Acha sasa nayo hayo ya huko shambani kwenu. Njoo katika ulimwengu wa roho. Na ndio maana alipokuja mwanafunzi anamwambia mwalimu, turuhusu tukang'oa, akasema no, don't. Hawezi kutofautisha Petro, huwezi kutofautisha tofauti kati ya gugu na ngano, huwezi. Gugu linafanana sana na ngano, trust me. Uking'oa gugu Petro, utang'oa ngano. Sasa tufanyaje mwalimu? Tufanyaje? Yaache yakuwe pamoja. Nataka bato. Mungu anataka bato kati ya magugu na ngano. Anasema no, yaache yakuwe pamoja. Yaache. Nitakuja nikusanye matita. Oh my God, sikiza, wapo watumishi wa Mungu wengi ni magugu lakini ni ngano. Ana sifa zote za ngano lakini ni gugu. Idea nimetamaraki. Hebu kwa sifa ya gugu. Gugu ametamaraki. Gugu ni mkubwa. Gugu amejaa, gugu anavutia. Amekaa kanisani pale, ni mtoaji. Ni mwanakwaya mzuri, ana sauti nzuri, ana huduma nzuri, lakini sikiza, ni gugu. Ni gugu. Lipo pale ni gugu, kanisa ni gugu. Lakini ni mtoaji, ila ni gugu. Ana wake wawili, yupo kanisa na wake wawili. Sikiliza, ni gugu lakini ni mtoaji. Ni gugu lakini ana support huduma. Ni gugu. Gugu is gugus. Watumishi wafanye nini? Kuna watumishi wa Mungu leo wanapitia kwenye situation ngumu sana kwenye makanisa yao. Wanawashirika wanajua kabisa hawa ni magugu. Wanajua kabisa hawa ni huyu ni mzee wa kanisa lakini ana mke wa pili. Lakini ndio mtoaji, afanye nini? Ni gugu. Anataka aling'oe. No, uking'oa gugu unang'oa na ngano. Ni gugu. Walipolala alikuja adui akapanda magugu, akapanda mbegu mbaya katikati ya ngano. Ni wachungaji, ni magugu. They always think about leadership. Wamekaa wanawaza tu kuwa maaskofu, kuwa viongozi wakubwa. Wanaloga hadi kuroga saa nyingine wao viongozi. Wanagombana kwa sababu ya uongozi. Ni wachungaji wanagombana kwa sababu ya uongozi, kwa sababu ya vyeo. Magugu, gugus. They are there. Ukiwaona kwa moja nao pale hakuna kitu, ni magugu lakini ni kama ngano. Wanavyohubiri makanisa ni kama ngano. Wanavyoombea mapepo ni kama ngano. Wanavyofundisha kwenye makanisa yao makubwa ni kama vile ngano. Wanavyoendesha magari, wanavyokuwa wanaongea ni kama ngano, lakini trust me, ni magugu. Ni wachungaji, ni magugu. They are there. Wanashindania uaskofu. Wanashindania eti uaskofu wa taifa wa nini, wanagombana kwa sababu ya vyeo. Wanashindania uzee wa kanisa, ni kama vile ngano, ni magugu.
Chungaji kabisa. Unanena kwa lugha, lakini kanisani watu wamevaa vimini. Kanisani wanawake wamevaa visuruali, wanaume wamesuka nywele. You are there and you are unahubiri, unasema kwamba Roho Mtakatifu is here. Ni kweli yuko hapo Roho Mtakatifu. Kwa nini? Kwa sababu ziko ngano hapo. Zipo ngano, lakini wewe ni gugu. Wewe ni gugu. Na watu hawawezi kutofautisha kati ya gugu na ngano, kwa sababu gugu limetamaraki. Utaligusa gugu, ukiling'oa gugu unang'oa ngano nyingi. Mtu wa Mungu, najisikia kufundisha sana. Leo tuna Wakristo wengi sana wamejiconnect na Yesu, wako na Roho Mtakatifu vizuri, lakini hawana chochote ndani, hawana mbegu tena. Nini? Mbegu zao zimegeuka kuwa magugu, wamejaa magugu, wana nutrients za kutosha, wako connected na Yesu, lakini hawawezi kuzaa. Nini? Magugu yamejaa. Sisi ni wakulima, tunajua popote pale penye magugu shambani hakuna mazao, hakuna mbegu itakayoweza kupenetrate katikati ya magugu mengi. Walipolala alikuja ndio watu wanahubiriwa kanisa. Ni Wakristo wazuri, wako connected na Mungu. Lakini sikiliza, ni magugu, wana mbegu zao ni magugu, shamba lao ni magugu. Wameshabadilisha maandiko ili kuwapendezesha watu. Wamesha twist maandiko yawafanye watu, yawafeve washirika. Yawafeve watu waone kwamba wewe ni wachungaji wazuri, ni walimu wazuri, ni maaskofu wazuri. Twist maandiko yawafanane watu wanaoongoza ili waone kwamba ni sawa. Kumbe sio sawa. Nini? Shamba zao ni gugu. Mtu wa Mungu, sikia injili hii. Hii ni injili ya Kristo mwenyewe. Ni injili ya Kristo. Sasa tunafanyaje? Tunafanyaje mtu wa Mungu? Tunafanyaje? Kwa nini watu hawazai na wamechukua connect na Yesu? Watu hawazai kwa sababu watu wengi sio waombaji. Watu wengi ni watu wa kulala. Ndio maana wanapolala adui wanakuja na panda mbegu. Ndio maana Wakristo wengi wa leo sio waombaji. Tafuta wachungaji leo ambao wanaenda milimani kama zamani. Utakuta anaenda milimani. Sio lazima pande milimani, unaokaa tu kwenye maombi muda mrefu. Hakuna wachungaji wanaokaa kwenye maombi muda mrefu, hakuna. Tafuta wainjilisti wanaokaa muda mrefu kwenye maombi, hakuna. Hawaombi. Sasa sikiliza, usipoomba kanuni ile, ukilala lazima adui anakuja kwenye shamba, atoe hicho. Ndio maana hujijui kama umeibiwa. Kwa sababu gani? Kwa sababu adui amekuachia. Hakutolei alivyokupa Mungu. No, adui hatoi alivyokupa Mungu. Adui anakuja kukupa vya kwake katikati ya vya Mungu. Taratibu utaanza kuvifuata vya adui, kwa sababu vya adui vinavutia kuliko vya Mungu. Ndio maana njoo leo kanisani, utashangaa wachungaji pesa ndio wanaifuata sana kuliko huduma. Ukubwa wa kanisa, ukubwa wa shirika ndio wanaofuata sana kuliko kuangalia huduma. Nini? Magugu yanavutia kuliko ngano. Shetani anachokuja ukifanya katikati ya kanisa, mtu wa Mungu, akuondolei vitu vya Mungu. Anachokuja ukifanya shetani katikati ya kanisa, mtu wa Mungu, anakupandia magugu katikati ya hizo mbegu za Mungu. Akuondolei vitu vya Mungu, akuondolei huduma, akuondolei upako, akuondolei talanta, akuondolei vipawa. No, akuondolei, anakuja kupanda katikati ya vipawa ambavyo Mungu amekupatia. Shetani naye anapanda vitu vyake hapo. Matokeo yake nini? Vikishaanza kukua, magugu yakianza kukua, trust me, utaanza kufuata magugu, utaacha ngano. Na ndio maana leo wachungaji wengi wajiangalie, angalia, watazame. Ana gari ajisikii vizuri. Afu wenye magari wana makundi yao. Wachungaji wana makundi, wana classes zao. Maaskofu wana classes zao. Watumishi wana classes zao. Wamejiwekea wana vimpaka vyao. Ukiwaona wamekaa vizuri, wamevitambi vimekaa vizuri, wana vimpaka vyao. Watumishi wa Mungu wamepiga miwani safi, wana vimpaka vyao. Nenda kaangalie target yao, anataka kanisa kubwa. Nini? Gugu. Magugu yameota. Hawezi kufuata ngano. Kaangalia utakatifu, uchaji, hofu ya Mungu. Inafikia tu mchungaji wa suruali kanisani, suruali, wadada wavae suruali kanisani, wanaume wasuke nywele kanisani, wavae leni kanisani. And wewe ni Mpentekoste mchungaji. No, nini maana yake? Umeshaacha ngano kitambo. Ngano zimezidi magugu, sasa hivi unafuata magugu. Nini? Shetani ya kukuondolea vipawa unavyo, ila aliyokuja kupanda mbegu zake katikati ya vipawa. Ni ngumu sana kufuata ngano katikati ya magugu mengi, ni ngumu kuona. Na ndio maana walipolala alikuja adui akapanda mbegu. Nini? Wachungaji ni walalaji, watumishi wa Mungu ni walalaji, walimu ni walalaji. Tunalala sana, hatuombi.
Hatuna muda wa kuomba, watumishi wa Mungu, hatuna muda. We don't have time to pray. Tuna maombi yale ya kupapasa, hatuna maombi ya kuzama, ya kupanda mlimani kumtafuta Mungu. Hatuna. Tumeshakuwa na maandiko mengi mdomoni, kwa tunatumia maandiko yale kutembea, lakini hatuna maombi. Sasa usipokuwa na maombi nini? Adui anakuja kupanda mbegu, utajikuta shauku yako, shabaha yako ya kumtafuta Mungu inabadilika. Badala ya kuangalia mambo ya rohoni, unaanza kuangalia mambo ya mwilini sana, na kuyatetea mambo ya mwilini, kuacha kuyakemea ili kujinufaisha wewe na nafsi yako. Mtu wa Mungu, hata kama utakuwa mchungaji mwenye magari 1000, utakuwa ni mtumishi wa Mungu mwenye jina kubwa, utakuwa mtumishi wa Mungu mwenye, itakusaidia nini? Itakusaidia nini upate yote hayo? Itakusaidia nini siku kama kweli mbingu ipo na kama kweli moto wa jehanamu upo? Itakusaidia nini siku unateketea katikati ya washirika wako? Katikati ya washirika unaoongoza unateketea katikati yao. Utajisikiaje? Uchungu wa namna gani? Wanalia mbele zako, wanasema Baba, hukutuambia ukweli. Baba, ulituona tunafanya hivi, kumbe ulituacha. Baba, ulituona tunasuka nywele Baba, hukutuambia, kumbe ni kosa. Baba, ulituona tunatoboa, sisi wanaume tunatoboa masikio, hukutuambia, kumbe ni kosa. Baba, naona. Utajisikiaje katikati ya moto, katikati ya wanao mnazunguka motoni? Utajisikiaje? Utajisikiliaje mtu wa Mungu? I ask you. Yatakusaidia nini upate magari, majumba, maufahari, kila kitu upate, alafu vipoteze vitu vya rohoni ambavyo ndivyo bora? Leo watu wamepoteza vitu vya rohoni. Wanahangaikia vitu vya mwilini, wanahangaikia majumba, wanahangaikia magari, wanasuffocate na mambo ya mwilini. Wanagombania vyeo kanisani, vyeo kwenye dhehebu, vyeo. I feel sorry for you kwa sababu unapoteza muda. Itakuwa ni aibu sana mtumishi wa Mungu. Unachunga kondoo wa Bwana. Unachunga kanisa la watu 1000. Siku ya mwisho panapanda kilio kacho. Ukatupwa kwenye ziwa la moto pamoja na waumini wako, mkazunguka. Watakulilia kilio ambacho utatamani ni heri usingezaliwa. Maumivu yako yatakuwa ni makali kuliko yao mara 7. Kwa nini? Kwa sababu watakulilia, watasema Baba, ukutuambia ukweli. Baba, ukutufundisha kweli ya Mungu. Baba, ukutueleza kumbe mambo yako hivi. Watakulilia sana mtu wa Mungu. Geuka leo mtumishi wa Mungu. Badilika. Fata ngano. Fata ngano. Usingizi ni uzubaifu wa kiroho. Wakristo wengi sana wamekuwa na usingizi unaoletelezwa na adui, ambao umezuia wasiwe productive na kuwa kama vile tasa, kumbe wana uwezo wa kuzaa. Wakristo wengi wamezubaa na kutokuwa makini juu yao wenyewe, wakiwa kama mbegu. Sisi ni mbegu za uzazi ambazo Mungu ameziachilia juu ya nchi ili kusababisha mambo mema na makubwa ya Mungu kutokea. Sisi ni mbegu. Kanisa, sisi ni mbegu. Badilika mtu wa Mungu leo. Jua wewe ni mbegu. Acha kufuata magugu. Fuata ngano bora, kwa sababu kwenye kila ngano kuna magugu. Mtu wa Mungu, kwenye kila ngano ambayo Mungu alipanda, kwenye kila neno ambalo Mungu ameacha kwenye maisha yetu, lipo gugu pembeni ili kulipima lile neno kama ni thabiti. Kwenye kila uwanda ambao Mungu ameachia neno la Mungu, lipo gugu pembeni. Kwenye kila neno lipo gugu pembeni ili kulipima, kulithibitisha la Mungu. Achana na gugu mtu wa Mungu, fuata neno la Mungu. Wewe ni mbegu, wewe ni tawi lenye mbegu nyingi. Unaweza kuzaa amani, unaweza kuzaa uchumi kwenye taifa, unaweza kuzaa upendo kwenye taifa, unaweza kuzaa upendo kwenye familia, unaweza kuzaa kitu kibora kwenye kazi yako, unaweza kuzaa mambo makubwa na mema kama utaamua kufuata ngano. Nini ngano? Neno la Mungu ambalo Mungu alikuwa ameliachilia kwako. Ukilifuata hilo, ukaachilia mbegu, magugu yanayoota haya magugu ukiacha, utazaa kitu kikubwa sana mtu. Watu watuombi, tunalala. Wakristo waombi, wanalala. Nini cha kufanya ili kushinda hii hali? Maombi ya usiku wa manane ndio maombi maalum kwa ajili ya kuombea mbegu za kimungu. Maana muda huo pia adui ndio ubadili mbegu na kuachilia mbegu mbaya zenye kuangamiza mbegu za Mungu ndani yetu. Sikiza, maombi ya usiku wa manane ndio maombi pekee yanaweza kubatilisha makusudi ya shetani, kubatilisha shauri la shetani. Wakati adui anatembea kubatilisha mbegu, wakati umelala umetafakari katika ulimwengu wa roho, adui anakuja kubadilisha mbegu na kupanda mbegu mbaya kwenye mbegu njema za Mungu. Wewe wakati usikukute umelala, ni wakati wa kusimama kuomba ili kuzipinga mbegu za shetani na kung'oa magugu. Imeandikwa, kila pando lisilopandwa na Baba wa mbinguni litang'olewa. Unasimama usiku wa manane kuomba. Maombi ya usiku wa manane ndio silaha tosha, ndio silaha pekee
ni silaha pekee ya wakati wa usiku ambayo inaweza kusababisha adui asipande mbegu mbaya kwenye maisha yako. Wanasema walipolala, sio tu walipolala, kulala usingizi, kulala kimaombi, kulala kihuduma, kulala kupoa, walipopoa. Kulala, walipolala, walipojisahau. Usijisahau mtu wa Mungu. Kuwa moto, jiambukizishe moto kila siku. Ukilala kidogo litakuja neno kama lile la Mungu, litakutoa kwenye mstari. Utaanza kuyaona mafuta ni bora kuliko neno la Bwana. Utaanza kuona vitambaa kumbe ni sawa. Utaanza kuona kumbe maji ya upako ni sawa. Nini? Ukikaa kidogo tu sawa. Kwa sababu hata wanaohubiri maji ya upako wanatumia neno la Mungu, wanatumia nguvu za Mungu. Sisi wanasema Mungu ni Mungu, ni Mungu, ni Yesu, ni Yesu. Wanaogawa mafuta ya upako wanatumia nguvu za Mungu, wanasema ngumu ni Mungu, ni Mungu, ni Mungu. Ni ngumu kujua mpaka uwe umeomba maombi ya namna hii, maombi ya kujizingiria wigo, maombi ya kujitenga na magugu, ili linapokuja kusimama gugu, unajua hili ni gugu, hili gugu. Hakuna mafuta ya upako, hakuna maji ya upako, hakuna chumvi, hakuna keki, hakuna birthday keki za upako, hakuna. Ni ugugu, ni mfano wa neno la Mungu, si neno la Mungu. Hili ni gugu. Mainjili ya mafuta ya upako, mainjili ya maji, mainjili ya keki za upako ni mainjili magugu. Ni mifano ya injili ya Mungu iliyo hai. Na ndio maana wanaohubiri wanatoa maandiko kwenye Biblia ile, lakini wanaleta kwa nini? Kwa mtindo mwingine. Ni mfano ule, ni cover ya neno la Mungu halisi. Kwa hiyo ni ngumu kujua. Mtu wa Mungu, maombi ya usiku wa manane yanaenda kubatilisha chochote ambacho ndio amekipanda kwenye maisha yetu. Anang'oa. Oh, Ramasaka ya Masaka. Intara Masaka. Indiri